ugonjwa. Yesu alilipa gharama. Sisi ni wazima, sisi tuna afya. Alilipa gharama. Hata kama unapitia kwenye changamoto hiyo, jua tu ni mapito, lakini wewe sio mgonjwa. Yesu alichukua masikitiko yetu. Yesu alichukua udhaifu wetu. Ngoja nikuonyeshe. Yuko mama mmoja alisikia habari za Yesu. Alikuwa mgonjwa, Biblia inasema alitumia pesa zake zote kwenda kwa waganga wa kila namna. Alikuwa anatokwa na damu. Huyu mama alikuwa hafai, alikuwa ananuka. Katika ya miaka 12 damu zinatoka tu. Ametumia dawa nyingi, amekwenda hospitali mengi kutibiwa, kusaidiwa ili damu ikatike. Mume wake amemfukuza, hana amani nyumbani kwake, mazingira amekuwa tete. Akasikia kuna mtu anaitwa Yesu. Anapita kwenye mitaa yao na anafanya watu waliokuwa matasa wanapokea watoto, watu ambao walikuwa bubu, walikuwa vilema, walikuwa viwete, wanatembea. Akasema huyo mtu habari zake nimesikia, kama nimeteseka na ugonjwa huu, leo naenda na sitahitaji hata kujitambulisha, nitahitaji tu niende nikaguse pindo za vazi lake. Nikigusa pindo za vazi lake tu mimi nitapona. Aliamini na akatoka nyumbani. Biblia inasema alienda kimya kimya, hakumwambia mtu. Akiwa katikati ya mkutano akamsogelea Yesu. Najua Wayahudi walikuwa na mila mbaya, maana mwanamke akiwa kwenye hali ile alikuwa haruhusiwi kukaa kwenye mkutano wa watu. Alikuwa anatengwa, anafungiwa, anakaa mbali. Anakaa tu huko mpaka siku atakapotoka kwenye hiyo hali ndio anaruhusiwa kusogea kwenye mkutano. Na kama ingejulikana, watu wangejua kuna mtu, kuna mama yuko hivi, hayuko katikati ya watu, alikuwa anastahili kupigwa mawe na kufa. Kwa sababu alikuwa anasemekana katika mila za Kiyahudi amesababisha unajisi katikati ya nini? Katikati ya watu. Mama yule akajua sitaki nijitambulishe kwa watu kama mimi ndio nayeteseka na ile hali. Akamsogelea Yesu katikati ya mkutano, akamgusa. Alipomgusa tu damu ikaacha kutoka. Ghafla akasikia ile chemchemi ilikuwa inatiririka imekata, hakuna tena. Akasema asante Yesu. Akiwa katika hali kama hiyo, Yesu akasimamisha mahubiri. Akasema hapa katikati yetu kuna mtu amenigusa. Petro akamwendea akamwalimu, hapo watu wako wengi. Yaani hapo watu wamekusonga. Unajua wakati ule kulikuwa hakuna kitu kama hii, kama vimbari kama hii. Yesu alikuwa anahubiri katikati ya watu, watu wamemzunguka, wanamgusagusa na nini. Yesu akasema hapana, kuna mtu amenigusa. Mguso nilioguswa leo sio wa kawaida. Nasikia kuna kitu kimetoka ndani yangu, kinaenda kushughulika na mtu fulani. Kuna mtu alikuwa na teso. Yesu akatulia akasema lazima nimuone ni nani. Yule dada akashindwa kuvumilia katikati ya mkutano. Akaenda akajibwanga kwenye miguu ya Yesu. Akasema Bwana ni mimi. Akajieleza vizuri, nimeteseka miaka 12, lakini leo nilipotoka nyumbani nilidhamiria kutoka ndani kwamba leo ninaenda kukutana na uzima wangu. Nilipokugusa nikasikia nimepona. Yesu akamwambia nenda nyumbani, imani yako imefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu yuko hapa asubuhi ya leo. Ameanza nasi asubuhi akituambia usijidharau. Unaishi maisha ya kujidharau, unaishi maisha ya kukata tamaa. Unaona kana kwamba hayo mapito unayopitia, miaka imepita uone msaada. Nataka nikwambie Mungu anafanya jambo kwa wakati. Mungu anafanya kazi kwa wakati na majira. Na ngoja nikwambie, Mungu anafanya kazi kwa majira kwa sababu Mungu anahitaji sifa. Mungu anahitaji kupokea nini? Sifa. Ndio maana anafanya kazi kwa majira, ili majira yakifika watu waseme hapa ni Mungu. Amen. Najua kama Mungu asingefanya kazi kwa majira, watu wasingepata kumtukuza. Kwa sababu ungesikia tu nimesikia udhaifu, unalia dakika moja unapata uzima, maana yake ni kwamba usingemtukuza. Lakini kuna wakati Mungu anaruhusu unapita kwenye mchakato fulani hivi, na ule mchakato unatengeneza mazingira ya kumsifu Mungu. Ukitoka pale unasema hakika kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nami. Kama yule mama alivyotushuhudia, yule nyoka alikuwa pale, alikuwa siku zote yuko pale. Lakini siku ya Bwana ilipofika, na huo mchakato ulivyokuwa unaendelea, maana yake Mungu alikuwa anamuonyesha kwamba ni mimi ninayehusika juu ya maisha yako. Ni mimi ninayehusika juu ya nini? Alafu Mungu anafanya juzi nilikuwa nawaambia wapendwa, mvua ilianza kunyesha lini? Alhamisi.
wakati natoka asubuhi kwenda kufuata majani ya ng'ombe, nikawa naangalia jinsi ambavyo kumekauka. Lakini wakati narudi na majani nikawa nasema Mungu anakipa kila kiumbe chakula chake. Nikawa naendelea kumsifu Mungu kwamba kweli Mungu anajali kila kiumbe. Lakini nikawa nawaza, hali hii kama itaendelea hivi, tutafanya nini? Hao mifugo manake tutawachinja ama tutafanyaje? Nikiwa natafakari namna hiyo, nikasema Mungu, naomba tu mvua inyeshe. Yaani nilisema tu hivyo. Alafu jioni yake mvua ikanyesha. Nilisikia kumshangilia Yesu. Anasema kabla hamjaomba mimi nasikia. Kabla jambo halijaingia mioyoni mwenu mimi nasikia. Kwa Mungu anawaza mambo yaliyo mema juu ya maisha. Lakini nataka kwanza sisi tugeuke. Tujitambue. Usihisi uko unajidharau. Unajua ukihisi uko unajidharau, ndio maana unafanya mambo ya Mungu kwa namna ya ulegevu. Yaani unamwabudu Mungu kwa yani siku ukipenda, ukijisikia, kwa sababu hujitambui. Lakini ukijijua wewe ni nani, kwamba Mungu alinigharamikia, kwa hiyo hautafanya kiulegevu. Yaani utaenda mbele za Bwana ukijua ya kwamba huyu naye mwabudu, najua kazi aliyofanya kwenye maisha yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa nyingine Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa. Maarifa ya kumjua Mungu yakipungua ndani ya mtu, anafanya mambo ya Mungu kwa ulegevu. Lakini ngoja nikwambie siri. Usifanye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Usimwabudu Mungu kwa ulegevu, kwa sababu sikiliza, maisha yako yaligharamikiwa. Amen. Ngoja nikuulize swali. Biashara ambayo umeigaramikia, hivi unaweza kuifanya kwa ulegevu? Au nguo ambayo umeinunua kwa gharama, alafu ukampa mtu, alafu kaona anaipigia deki, utajisikiaje? Umeenda mahali umenunua kitenge kizuri cha maana 40,000, alafu umeleta ukasema ngoja nimbariki Esther. Unambariki Esther, alafu kesho unamkuta yuko pale yuko chooni anakipigia deki, tena anafanya hivi kwa mguu. Utajisikiaje? Utaona kwa kweli Esther hajui uthamani wa hiki kitambaa. Lakini kila ambacho umeenda tu kaokota 200 ukaokota, hata ukiona nakifanyia hivi 200 tu, haigusi moyo, si ndio? Lakini unapoona mtu anachezea kitu ambacho umegharamikia, unajua unajisikia ndani kuumia, unajisikia kutoa machozi. Kama huyu mtu angetambua uthamani wa hiki kitu, asingefanya anayofanya. Jamani, maisha yetu yamelipiwa. Bwana asifiwe. Maisha yako yamelipiwa mpendwa. Hata uzembe, hata mazoea